Kwenye kipindi uliopita, tuliweza Mungu aliendelea kutufunulia jinsi sheria zake ni za rohoni na ni njema na pia ni takatifu. Kwa hivyo, tukimwamini Kristo, hizo sheria zinawekwa ndani ya mioyo yetu kwa kuwa Kristo anakaa ndani ya moyo wetu. Kwa hivyo yeye anaishi maisha yake jinsi alivyo, ama kulingana na vile sheria inasema, kwa sababu sheria za Mungu ni tabia ya Mungu. Kwa hivyo yeye akiwa ndani yetu, basi tunapokea tabia ya Mungu. Kwa hivyo tunaona kwamba sheria ni tabia ya Mungu na ni ya rohoni, si ile ambayo imeandikwa kwenye jiwe ama ile ambayo imeandikwa kwenye kitabu. Inaandikwa ndani ya mioyo yetu na inaandikwa kwa Kristo kukaa ndani yetu. Kwa hivyo wale ambao wamefundisha kwamba sheria za Mungu zilifika mwisho, ama wale ambao wamefundishwa kuwa Kristo wakati alipokufa pale msalabani, basi sheria za Mungu zikafika mwisho, utapata ya kwamba fundisho kama hilo halipatikani kwenye maandiko. Lakini kinyume chake tunapata Kristo akisema kwamba yeye hakukuja ama kutangua sheria. Hebu tusome kwenye kitabu cha Mathayo 5 kuanzia mstari wa 17 kuendelea kabisa mpaka mstari wa 19. Kwa hivyo tutasoma Mathayo 5 mstari wa 17 mpaka 19, ambapo maandiko inasema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii, la, si kuja kutangua bali kulitimiliza. Kwa hivyo yule ambaye mara labda halifundishwa kuwa Yesu alikuja kufikisha mwisho sheria za Mungu, ambazo ndiyo amri 10 za Mungu, ya kwamba Yesu alipokufa msalabani, kwa hivyo zile sheria 10 zikafika mwisho, basi itabidi aweze kutafakari jinsi Kristo alivyosema, kwa sababu huyu ni Yesu anaongea yeye mwenyewe akizungumzia kuhusu sheria, na anasema ya kwamba si kukuja kuiondoa ama kuharibu ama kufikisha mwisho. Badala yake anasema kwamba yeye alikuja kutimiliza. Kutimiliza ni kusema alikuja kufanya kile ambacho sheria, ama kufanya kile ambacho sheria ilisema kwa ukamilifu wake. Kwa hivyo anasema hivi kwenye mstari wa 18, kwa maana amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Kwa hivyo tunaona vizuri kwamba Yesu anaweka wazi ya kwamba mpaka mbingu na nchi zitakapopita, hakuna nukta moja au yodi moja, ama kwa lugha nyingine ni kwamba hakuna kipengee katika sheria 10 itakayoondoka. Kwa hivyo kabla bado tunaona mbingu, na bado tunaona mbingu, na bado tunaona nchi hasijaondoka, basi inamaanisha kwamba zile sheria za Mungu bado ziko kabisa, hakuna mahali ambapo imeenda. Kwa hivyo ikiwa ulifundishwa kwamba sheria za Mungu siliondoka ama siliondolewa ama silifikishwa mwisho, basi jiulize hapa Yesu alikuwa anamaanisha nini? Yesu alikuwa hapa anaweka wazi ya kwamba sheria inasimama imara, inabaki vile ilivyokuwa. Vile ilivyokuwa, sheria inabaki vile vile. Mstari wa 19 inasema, tutasoma mstari wa 19 inasema, basi mtu yeyote atakayefunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo,
ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni, bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo hataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo hapa tunaonyesha watu wawili. Mtu mmoja ni yule anasema kwamba sheria za Mungu zilifika mwisho, na kwa hivyo yeye anaweza kufunja sheria za Mungu vile anavyotaka. Anaweza enda kinyume ya sheria za Mungu vile anavyotaka, kwa sababu tayari anasema zilifika mwisho. Lakini vile ambavyo tunasikia vile Kristo anasema hapa ni kwamba ikiwa kuna mtu kama huyo ambaye hatafunja hizo amri za Mungu na kufundisha wengine wafunje pia, basi huyo ataitwa mdogo kabisa kwenye ufalme wa mbinguni. Lakini wale watakaozishika na kuzitenda ile amri na kufundisha wengine hivyo kwamba wasishike zile amri, basi huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo kuna watu wawili, mmoja anakataa sheria za Mungu na mwingine anakubaliana nayo. Kwa hivyo Yesu hakukuja kufikisha mwisho sheria za Mungu, kwa sababu sheria za Mungu kama vile tumeona hapo mbele ni kwamba ni tabia za Mungu, ni tabia ya Mungu. Kwa hivyo hakuna vile tabia ya Mungu itafika mwisho, na kuna wakati itakapo hata Yesu Kristo atakaporudi, sheria za Mungu itabaki ikiwa imesimama imara. Hakuna mahali ambapo itaenda. Tusome kwenye kitabu cha Warumi. Tutasoma Warumi 10 mstari wa 4. Mstari wa 4, hiyo ni Warumi 10 mstari wa 4, inasema, kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki. Sasa wale ambao wamefundishwa kuwa sheria za Mungu zilimefika mwisho, wanaposoma andiko hii wanasoma wakiwa na nia ya kusema kwamba sheria za Mungu zilifika mwisho. Sasa hii haimaanishi kwamba sheria za Mungu Kristo alifikisha mwisho, kwa sababu ukisoma vizuri inasema kwa maana Kristo ni mwisho. Si eti kwamba sheria ilifika mwisho. Kristo ni mwisho wa sheria. Kwa njia gani? Kristo ni mwisho wa sheria kwa sababu kila mara sheria inapokuelezea dhambi zako, inapokuelezea kuwa wewe ni mwenye dhambi na unastahili kifo, unastahili kufa kwa sababu ya dhambi zako. Sasa mahali ambapo utaponea ili usipate kifo kwa sababu ya vile sheria imekushtaki, ni kukimbilia kwa Kristo, kukimbilia kwa Yesu. Sasa hapo ndio inamaanisha mwisho. Yesu ndio mwisho wa sheria. Yaani ukimpata Yesu, basi sheria itakuwa imeridhika, ama itakuwa haikuhukumu tena, ama haikustaki tena, kwa sababu umempata Yesu. Na kwa sababu Kristo ametimiza sheria zote wakati alipokuwa amechukua mwili wa binadamu, akaishi maisha ambayo inakubaliana na sheria, ama sheria inakubaliana nayo. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye amempokea Kristo, ambaye Kristo yuko ndani yake, ana yeye pia hako ndani yake, sasa sheria ama Kristo anakuwa mwisho wa sheria, ama anakuwa mkamilifu wa ile sheria. Kwa hivyo inakuwa kwamba wale wote ambao wamemwamini Kristo hawastakiwi tena na sheria, kwa sababu sasa wamefikishwa kwa Yesu, ama Yesu wako ndani ya Kristo, na kwa hivyo hawahukumiwi, hawastakiwi. Sheria haina jambo lolote tena kinyume chao, kwa sababu wamempata Kristo. Kwa hivyo andiko hiyo haimaanishi kwamba sheria imefika mwisho, bali inamaanisha kwamba ukiwa na Kristo, basi utakuwa umekamilisha, ama utakuwa umepata dai, ama umekamilisha madai ya sheria. Kwa hivyo ndugu zangu, Kristo anapokuwa ndani yetu, sheria za Mungu zinakuwa ndani yetu na inatimika kulingana na mapenzi ya Mungu.
Sheria za Mungu